Hello wapendwa, karibuni sehemu ya mwisho ya swali linalosema je, ni mambo gani binti anapaswa kujiuliza kabla ya kujitosa kwenye ndoa? Karibu tuendelee. Ikiwa waamini wanashirikiana na wasioamini kwa lengo la kuwavuta kwa Kristo, watakuwa mashahidi wa Kristo, na wakiwa wametimiza ujumbe wao, watajiondoa ili kupumua katika mazingira safi na matakatifu. Ukiwa kati ya wasioamini, kumbuka daima kuwa wewe ni mwakilishi wa Yesu Kristo kwa tabia yako, wala usiruhusu maneno ya mchezo au mazungumzo duni kutoka kinywani mwako. Kumbuka dhamani ya Roho, na kumbuka kuwa ni haki yako na wajibu wako kuwa mshirika wa Mungu kwa kila njia inayowezekana. Hauhitaji kujishusha kwa kiwango cha wasioamini na kucheka na kusema maneno yale yale ya bure. Bwana atakuwa msaidizi wako, na ukimtumaini atakuletea nguvu na hekima. Unakilisha kwa kiwango cha juu cha heshima, na utaweka miguu yako juu ya jukwaa la kweli ya milele. Kwa neema ya Kristo, unaweza kutumia vipawa vyako kwa njia sahihi na kuwa mtu wa kutenda wema katika kuwavuta watu kwa Kristo. Kila kipawa ulichonacho kinapaswa kutumiwa kwa upande wa haki. Dada yangu mpendwa, nimekuandikia kwa sababu nina upendo kwa roho yako, na ninakuomba usikilize maneno yangu. Nina mengi zaidi ya kukuandikia nitakapopata muda. Na Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye masomo mengine. Hello wapendwa, karibuni sehemu ya mwisho ya swali linalosema je, ni mambo gani binti anapaswa kujiuliza kabla ya kujitosa kwenye ndoa? Karibu tuendelee. Ikiwa waamini wanashirikiana na wasioamini kwa lengo la kuwavuta kwa Kristo, watakuwa mashahidi wa Kristo, na wakiwa wametimiza ujumbe wao, watajiondoa ili kupumua katika mazingira safi na matakatifu. Ukiwa kati ya wasioamini, kumbuka daima kuwa wewe ni mwakilishi wa Yesu Kristo kwa tabia yako, wala usiruhusu maneno ya mchezo au mazungumzo duni kutoka kinywani mwako. Kumbuka dhamani ya Roho, na kumbuka kuwa ni haki yako na wajibu wako kuwa mshirika wa Mungu kwa kila njia inayowezekana. Hauhitaji kujishusha kwa kiwango cha wasioamini na kucheka na kusema maneno yale yale ya bure. Bwana atakuwa msaidizi wako, na ukimtumaini atakuletea nguvu na hekima. Unakilisha kwa kiwango cha juu cha heshima, na utaweka miguu yako juu ya jukwaa la kweli ya milele.